kila mtu aliyeumbwa na Allah mafturun, yani kiumbile ameumbwa kukiri moyoni mwake kwamba Mola wake aliyemuumba yuko juu. Kila kilichoumbwa, yani umbile lake. Mtoto mdogo haja kwenda madrasa, mtoto mdogo hajawahi kwenda madrasa wala hajasoma vitabu vya aqida, lakini unaweza kumuuliza mtoto yuko wapi Allah muumba wako, Mungu yuko wapi, atakuelekeza kidole juu. Hakuna aliposoma, ni umbile lake aliloumbiwa la kubali hivyo. Na pale mtu anapobanwa na jambo, ameelemewa na matatizo, unajikuta tu moyo wake unaelekea juu kumuomba Allah. Mtu kadhulumiwa, utakuta mtu asema anainua mikono alhamdulillah, ile mikono na kusikitika alhamdulillah, anaangalia juu alhamdulillah. Kwa nini aangalie juu? Yani umbile kaumbiwa hivyo kwamba Mola wake aliyemuumba yuko juu. Kwa hiyo fitra inakubali hivyo dhahir. Lakini kadhalika wanataja katika hili hadith aliyotaja al-Imam Ahmad na ameisahihisha al-Imam al-Hakim, hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Nabii Suleiman ibn Daud alayhi salatu wassalam na baba yake kadhalika, alitoka siku moja Nabii Suleiman na watu wanakwenda kuswali swala ya kuomba mvua kwa sababu ya ukame uliowapata. Kwa alipotoka kuelekea kwenda kuswali al-istisqa, swala ya kuomba mvua, njiani akamuona sisimizi, namla. Nabii Suleiman, ni mnafahamu kwamba alikuwa akisikia lugha za mdudu chungu, sisimizi, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Nasemaje ile aya? Hatta qalat namlatun ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum, qalat namlatun ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum. Akasema sisimizi kuambia sisimizi wenzake, enyi sisimizi, ingieni kwenye makazi yenu, atakukanyageni Suleimani na jeshi lake, ilhali hawajui kwamba kuna viumbe hapa chini. Maneno yale ya sisimizi kuambia wenzake, Suleimani akawa amesikia. Fatabassama dahikan min qawliha, akatabasamu huku akiwa anacheka juu ya kauli ya yule sisimizi. Kwa hiyo alimuona siku moja namla, sisimizi, mustalqiya ala dhahriha, amelala mustalqiya, kichalichali wanasema, uso uko juu, tumbo liko juu, kichalichali, akiwa ameinua mikono yake nahwa as-samaa, akielekeza juu, sisimizi, akisema Allahumma, ewe Allah, inna khalqun min khalqik, hakika sisi ni viumbe miongoni mwa viumbe wako. Sisimizi pia ni viumbe miongoni mwa viumbe wako. Anasema laisa bina ghina an suqyak, kutokamana na maji yako sisi hatuna ukwasi, kwamba hatuyahitaji, twahitaji maji yako ewe Mola wetu. Sisimizi anaomba mvua. Suleimani akamuona sisimizi na akamsikia ile maneno yake, akawaambia watu wake, irji'u faqad suqitum bid'awati ghayrikum, rudini majumbani, mtanyeshewa mvua. Mvua itanyesha kwa maombi yaliyofanywa na wengine kinyume na nyinyi, kwa maneno aliyozungumza sisimizi. Kwa hiyo sisimizi pia anamuomba Allah. Kwa ni jambo hata kwenye maumbile ya sisimizi anajua kwamba Mola wake yuko wapi, yuko juu. Lakini kuna baadhi ya watu wanalipinga hilo, wanashindwa na sisimizi katika itikadi sahihi. Yani sisimizi katika itikadi hii ni bora zaidi kuliko ni wao wanaopinga juu ya sifatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala. Haya ni maelezo ametaja al-Allama al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika al-Aqida, sharh yake al-Aqida al-Wasitiyya.